interested wa wewe. Lakini leo hii anaweza kushuhudia baba yangu anaishi maisha gani. So si anaweza kushuhudia anaishi maisha gani. So ni mengi sana. Lakini yeye Mungu kumwokoa na yote. Andika hili habari. Psalms 2 kila support mstari unaosema it is going to happen because you're going to have to make it happen. First Psalms 2 verse 6.
sifa kutoka kwangu. Nastahili sifa kutoka kwangu, si mwingine bali kwako uliyefika. Nastahili sifa na utukufu. Maana kama usipoabudu hata wewe utamwabudu. Kwa hiyo mwambie tu Mungu anastahili sifa kutoka kwangu leo. Maana mfano ile ni nini? Ni Mungu anayemwabudu. Hakuniumba kukaa bure, bali kumwabudu na kupata kumtukuza. Napokwenda kusifu sifa moja ama mbili hivi.
fulani waliimba mama wote akadaa si na ya kinyesi na hiyo na mama kadaa ile huko kwa sisi banaelewa it was so touching kabisa sasa kabisa yenye dance sasa kwa hivyo asika asipa I also nataka dance hata kwa nataka nyala so we hawa hapo
kulia, lakini kwa habari mbaya ni lazima utalia. Haleluya! Kwa hivyo ukipata jinsi analia, sio kwamba amechanganyikiwa. It is normal. Kile kitakayoleta tofauti, hata kulia utachukua hatua gani? Haleluya! Hata mwenzako, hapa ndio kazi ipo. Tengine kwa mwambia hapo ndio kuna kazi. Mwambia hapo ndio kuna kizungumkuti. Wakati ushapewa habari umelia, sasa ni wakati wako kuchukua hatua. Haleluya! Haleluya! Asante wakati kumtoa habari mbaya kwao. Hata wale ambao ni watumishi wa Mungu, wakati unaomba you pray. Na unapata Mungu anasikia na anasema mwanangu kile umeomba nataka kupatia. Haleluya! Sasa wakati ambapo nilikuwa mdogo, nikawa napenda sana kuita mama pasta. Nikawa nasema kwamba na hata wakati mwingine kama sitapata pasta, mimi mwenyewe nitakuwa pasta. Haleluya! Sikujua ni kitu gani ninaombea. Haleluya! Wakati ulipofika, Mungu anakuzui. Mungu ni zaidi hata mtandao. Mtandao hausahau. Pia Mungu naye akasahau kile unaomba. Haleluya! Mungu akasema umeomba jambo zuri ambalo ninapenda. Wewe msichana Mungu wale, wakati umefika tena umeombea, nataka nikupatie. Akaleta Mr. Right ambaye ni Apostle Dan. Haleluya! Wanasifiwe. Nikasema Mungu ni asante, maana sadaka tutapata. Nikasema ni asante, mavazi nitavalishwa. Nikasema Mungu asante, maana nitapewa heshima, lakini it was negative. Kile nilitarajia sio kile ambacho nilipata. Mara ya kwanza kuna kukosolewa. Leo amevaaje, ameangaliaje, anaongea nini, leo amejipenda sana, huyo hata hafai. Mama mnajina watu ambao na klasi yao. Watu wanaendesha magari mazito pasta. Inabidi wajue ni mama pasta. Wanapokuangalia naona kana kwamba so you mean you are Mrs. Pastor. Mtu Kiingereza anasema yes no. Yangu Kiingereza haujui ni watu wanakuangalia, lakini inabidi sasa kwa Mungu niliomba kitu, lakini Mungu laiti unaweza badilisha uambie mzee akwaje mzee kanisa, lakini pasta mbele. Wewe sasa sifiwe. Wakati sasa tunapoa kwamba wakati umefika mnatoa kanisa. Ibada ya kwanza wapendwa, watu wanalia, wanafurahia, wanashangilia. Haleluya. Makaza mingi imekuja tukusanyika pamoja. Siku hii ibada inakuwa watu wamejaa. Haleluya. Unaona tu watu wa Mungu unashuka ukienda kwa unaenda kwa kichwa juu, unaenda maoka kidole, unapanda kwa tumbo kidogo, ukikuja pao unakuja ni wewe tu. Haleluya. Ibada ya pili nabaki wewe na mzee wako. Unaanza kuangalia hapa sasa ndio kazi. Haleluya. Unaona tu hapa Mungu unashuka sasa ndio ya ukweli. Wakati unaingia katika reality kuna uchungu. Wakati kila mtu uliomba kwa miaka kikuja katika hali ya kawaida, unaona kana kwamba hapa ni shetani. Wakati nilifika mahali kaanza kujitegemea mwenyewe. Hii mambo yenye niliomba ilikuwa mama pasta baba badilisha, ilikuwa ile mtamzisimuko, ilikuwa tumekuwa kwa kijana, baba sikujua ninaomba, baba yako haona tu mambo, baba ndio badilisha. Lakini ushaomba, Mungu alikubadilisha. Nilisikia alikusahau hiyo ripoti. Nikasema hiyo nilipata, hiyo nilitaka kula chuma ndio hiyo. Haleluya. Bingu ishaweka vitu na shafanya mzee. Nataka niambie mama hapa, uliomba Bwana ukinisaidia, nipatie Mr. Right. Mimi niliomba nikapewa Apostle. Lakini waliomba baba ukinipatia mtu wa pesa jamani, nisilale njaa. Hata nikuja tu ananibamba na pesa 1000 kama hilo anapanga wa kina nani? Wa Nigeria. Yaani wanacheza wakiangusha nini? Manoti. Wanaangusha manoti. Ukaomba pia Mr. Right. Haleluya. Wewe alikuja, lakini kitu moja ulisahau. Utapata, lakini uende ukaishi kwa hiyo nyumba peke yako. So naka gari inaingia ni kubadilisha na kufanya nini? When the reality comes true, ni uchungu. Na mjana mama hapa mbele, wakati mwingi uchenge uliomba, haukujua uliomba nini. Lakini wakati zimefika, kinakutia uchungu. Naka gari inaingia ni kubadilisha. Turudi kwa kitabu ya Nehemia. Nehemia laiti angejua, hangeuliza ripoti ya kwao, angenyamaza ile story nyingine.
Lakini kwa sababu Mungu alitaka ajue, ilibidi akauliza, je, watu wa kwetu wanaendelea vipi? Watu wa kwetu wanaendelea vipi? Alipoambia kwamba watu wa kwetu jamani wanapitia mapito magumu, wanapitia changamoto, wanalia, na hata ukuta wenu maadui wameingilia kati, wameweza kuubomoa. Haleluya, haleluya. Nehemia alilia, Nehemia aliomboleza, Nehemia alipitia, akasema ni vipi nitafanya? Akasema nimechoka kwa kulia. Wacha nikwambie, haijalishi kulia ambayo utalia, haijalishi muda ambao utapewa ulie, lakini wakati umefika, acha kulia. Haleluya. Anaweza wakati umefika, wacha kulia. Wakati umefika, wacha kulia. Wakati umefika, wacha kufanya nini? Maana kulia peke yake haisaidii. Hata kunyambia yule ambao wenda wamepoteza mpendwa, wenda wale ambao walongo wamekuja wamebeba, ulienda uka-apply loan, kila siku unatarajianga tu hiyo pesa. Unaangalia simu kila wakati, wale ambao tunataka malonza, kila wakati unaangalia tu simu. Hii kwa mbona haijafika? Hii pesa mbona haijafika? Hata wakati mmoja zapiga mwalimu, mbona sijaona message ya pesa? Haleluya. Wakati pesa zinakuja day one, unafurahia. Haleluya. Lakini wakati wa mlipo imefika, unaangalia simu kila wakati, unataka malonza, kila wakati unaangalia tu simu. Hii kwa mbona haijafika? Hapo unapata wengine wanaabaki katika hali ya kulia, maana ukionezi wamekuja, amenapa siku ya kwanza, amenapa ya pili, amenapa ya tatu, ya nne wamemkamta pale. Wanapata ni unatoka tu kwa blanketi papo, leka chini mguu. Kwa hiyo siku ndio umeomba sana, Baba nipite katikati ya maadui, nipite katikati yao. Na Mungu anasema kwamba ya Kaisari pewe Kaisari. Haleluya. Ya kwanza amenapa ya pili, baada ya ombi nzuri, baada ya wepo Mungu tifika usiku, omshenda wanafanya nini? Wamefika, wanasema ya Kaisari, ya Kaisari, na hata kile wako nakwambia kitenda tajaribu aongee yake yote, lakini haitakufikia. Unaona ukibeba godoro lako maneno ni ngoja kukulia. Unaona ukibeba vitabu vyako vikianda, watu wanakucheka, majirani wamesimama wanasema haya, na kumbe ni kwamba ndio nilifanya na kulanga vizuri. Kumbe huyu mjamaa wanasifiwe. Kumbe amekuwa akituringia hapa, na kumbe alikuwa anafanya nini? Anakula vitu vya doni. Hapo ndo Maria anasimama katika hali ya kubiaki. Mama anataka kuja wanangu huyu, utakuone. Mtu anachukua tena kopa. Time apigia mtu. Mama wanataka uko wapi? Mama fitili na kupita moja wanangu inaendelea hapa. Mama wanataka kimbia. Mama wanataka anasahoya kama anakimbia kwa anakuja kukuona ile sanamu ambayo wewe mwenyewe umetengeneza. Mungu anakupa inakuma, unasema Mungu hiyo ndio Nehemia alikuwa akasema, Mungu mbona umeruhusu hii endelee? Mungu mbona umeruhusu aibu inipate, ili hali watu wanajua mimi ni mtumishi wako? Mbona Mungu umeruhusu hai inipate, na ili hali watu wanajua mimi ni mjoli wako? Mbona Mungu karuhusu? Hiyo ndio Nehemia alikuwa. When the reality comes, it is painful. Lakini ukweli ni kwamba Mungu hajakusahau. Mungu hataki kuishi kwa madeni wapendwa. Haleluya. Hello. Hello. Wanasifiwe. Ambia mwenzako ni safari umeanza. Mwambie mwingine ni safari umeanza. Mwambie siku ya leo katika uchungu ambao unapitia. Mwambie kwa sauti uchungu ambao unapitia. Kwa uchungu ambao unapitia. Ni safari umeanza. Ni safari Bwana ameanza. Jambo moja ninapokuomba, anza pamoja na Mungu. Haleluya. Uwenda Mungu anataka upite hayo machungu yote ili uweze kumshikilia yeye. Haleluya. Wakati umefika mpendwa, lazima ukapitia ili ukatumika kwa dhahabu nzuri. Nehemia alipopitia hayo yote, watu wakaanza kumuuliza wengine, naweza assume watu wanaanza kumuuliza Nehemia, na wewe unakaa maisha mazuri, mbona kwenu kunakaa hivi?
Nehemia alifunga masikio. Akasema ninataka jambo moja. Kuna wakati mpendwa, hauhitaji hata Gabriel akuje. Unahitaji Mungu mwenyewe ashuke. Umwambie tu Bwana nataka tu wewe. Haleluya. Kuna majira fulani inafikaka kwa maisha yako kama sio yako. Na bianga Mungu hata sihitaji Gabriel, hata sihitaji wale malaika wengine, hata sihitaji wanabii, hata sihitaji wakina Nehemia, hata sihitaji wakina Elijah. Nataka wewe mwenyewe usungumuze na maisha yangu. Haleluya. Maana penye nimefika, penye ninapitia, kile ambacho kimenipata, sitaki mtu mwingine jibu. Nataka tu mwenyewe unijibu. Haleluya. Kuja kuletea suluhisho siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna mambo ambayo unapitia. Kuna mambo ambayo yamekupata. Kuna mambo ambayo huenda si mazuri. Lakini dunia ni kawaida. Lakini anza kuchukua hatua na kuanza kutafuta uso wa Mungu. Hapo tunaona wengine wanaenda kwa waganga. Kuna vile ambavyo nimekuja kujua sasa. Huenda sina ya lakini sema aje. Wenzangu kaanze kwa hatua. Wanaona ndio. Lakini kuna mwingine anatuambia vibaya lakini na kitu kwa waganga. Anasema Yesu Kristo. Ndio atusi lakini anasema sisi kama Wakristo ambao umeanguka, amen, umepashwa habari mbaya, unaanza kuchanganyikiwa, utafanya mganga ambaye utapata mtu ambaye ni useless mganga kama yeye ndio lugha za dunia. Yaani yeye si mganga, lakini kwa sababu umemfanya kuwa mganga, atakwambia ni wewe unataka. Umeanguka. Even the house of God. Kuna watu si wanabii, lakini kwa sababu umeondoka kwa kiwango wa nabii, watakwambia ni wewe unataka. Lakini they are not prophet and prophetess. Yaani yeye si mganga, lakini kwa sababu umemfanya kuwa mganga. Yaani unaona kwamba huyu tu akisema final. Hata mimi Joy, kuna wakati sihitaji hata apostle aniambie kitu. Na kwa Mungu ninaweza sema na wewe na ukanijibu. Tunapata kwamba watu wanakimbia east, west, south and north and center. Wanakatafuta tu maji. Huyu tu akisema ambaye anataka bomb. Kama ndio 1000. Wanatumia transport. Kama shamo niu. Tusimwenda kumwambia shamo niu. Unapata mtu na kisomi chake. Wewe mali heading to. Tuna kisomi chake. Anachanganywa kwa mambacho. Unakuta 1000. Wanatumia transport. Kama shamo niu. Usimwenda kumwambia shamo niu. Unapata mtu na kisomi chake unajua. Hata mtandao anajua bila nafasi. Lakini unapata kwamba ukikompea education yake na chenye anafanya sema haya. Kumbe wendazimu ni wengi ni vile hawajavaa nguo. Wanataka sifiwe. Nehemia alipopashwa habari alilia, akaomboleza na hakubaki katika kulia. Aliondoka na kusema ya kwamba ninataka kwenda kutengeneza ukuta ule. Na kaanza kuangalia mbinu ya kwanza kutengeneza. Mpendwa, maisha yako imefika mahali imekosa dhamana. Ulikuwa tajiri, vile nilikuwa naambia watu hapa la Sunday, Mungu akinisaidia. Ya kwamba kuna wakati ungesimama uombe na Mungu anakuambia unaenda kutana na Pastor Wasike. Wewe hajakwambia anakuja, lakini the spiritual realm Mungu anakwambia mtumishi wangu anakuja. Na kwa muda mfupi unakutana na yeye, unasema thank you God. Kwa sababu ya nini? Wakati unajiweka intimacy yako na Mungu, your connection. Ukijiweka na Mungu, Mungu ananena na wewe. Haleluya. Nehemia akasema kwamba nitasimama mara tena. Alifanya uamuzi na hakubaki pale. Akaanza kuchukua hatua ya kwamba nitaanza njia gani. Akasema mara ya kwanza nitaenda kwa mfalme, nimpatie kibali. Haleluya. Ukijiweka na Mungu, haijalishi anointing umeleva. Let me give you as an example. Maybe sijafika umbali kwenye wewe unatarajia, maana kweli sijafika. Ni kweli. Labda sijafika kiwango ambacho nataka nifike. Lakini kwa ile kiwango kidogo ambacho kimenisaidia. Vile baba ametuambia asubuhi clearly. Pamoja na being submissive to my own husband who is your pastor. Nimenifikisha umbali nimefika.
Labda mtu hajasikia. Kwa sababu hata usipige. Haleluya. Ukitaka ufike mahali, be submissive to your own husband first. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, haijalishi nahitajika Nairobi kwa uimbaji. Haijalishi nahitajika kwenda wapi. Pasta Apostle Dan akisema no, wanasema hata kama nimekata tiketi, kuna wale wanasema no, na kata kaja hizo. Hiyo tiketi ilibidi kwa na hiyo pasi kwenda bure. Mpendwa, haijalishi nahitajika Nairobi kwa uimbaji. Haijalishi nataka kufanya jambo ama kitu. Kwa nyumba yako kwa nyumbani. Haleluya. Na sisemi kwa sababu mimi ni pasta. Sisemi ya kwamba mara mingi mimi wanatoka na acha bana. Wakati unataka kufanya jambo lolote, Apostle akisema subiri na uende na kiburi, utagongana Mungu huko mbele. Na ufunguka na kaluka na uona ko. Shetani alinijaribu tu niombe hapo. Wakati wote unakutaka kwa machozi kabisa. Sikia sauti ya Mungu. Ukitaka madeni yaishe, siri ni moja, just be protecting the word of God. Nehemia alijua kwamba nikitaka ukuta ule ukaweza kujengwa, niombe idhini kwa mkubwa ambaye yupo. Alipoenda kuomba ruhusa ya kujenga, haleluya, akapewa hata na wachakazi, na akaambiwa kwamba akapewa wachakazi, wakati umefika unabeba silaha pande moja na pande nyingine hakikisha umebeba nini? Kazi ya kufanya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Penda ukitaka kufaulu, just respect the authority. Ukitaka kufika mbali, heshimu tu mamlaka. Ukitaka kufaulu kwa maisha yako, heshimu tu mamlaka. Na hapa nisizungumzie mamlaka ya GCA, lakini nasema mamlaka ya Yesu, mamlaka ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Inawezekana kuna laws mingi zinakufuata. Ukitaka kufika mahali unashindwa kufanya heshimu tu mamlaka. Inawezekana kazi imefika mahali imekwama. Heshimu tu mamlaka. Jambo tu ni moja. Sauti ya Mungu. Ikifika Jumapili, Biblia inasema aje? Tusiwe kama wale wapumbavu wanaofikisha. Kuna laws mingi zinakufuata. Lakini ndio mkano. Ajena mula hii. Siku ibada. Ameenda imefika mahali imekwama. Anamwambia anakaa nyumbani tu, jua kwamba ni kiburi imeanza. Na mwanzo kumalizika kwa hivyo. Jumapili imefika, najua kuna shida mingi. Lakini na watu leo sija mkanisa leo, siende kanisani leo nitakapa. Jiulize na hii shida yako yote. Nataka nikuchallenge kile ambacho wakati ambapo kuna na jioni nilikuwa katika changamoto za ugonjwa fulani. Ikanipeleka kwa hospitalini. Na mara kwa mara pastor huwa anawaambia kwamba mimi ningekuwa nimezikwa. Haleluya. Wakati nilipokuwa nilitaka washanipeleka hospitali, nimefanya operation nimemalizwa, ambayo ilikuwa habari mbaya wakati mmoja. Nikaanza kuambia daktari, nataka kwenda nyumbani, nimetoka kukaa hapa. Daktari nitaliki na neno moja. Najua zikwa. Haleluya. Wewe unataka kukimbia kwenda nyumbani. Na huko nyumbani umekuwa huko. Ukizungukana na magonjwa, na badala ukae hapa tulimisha kama wewe umepona nafsi mwenyewe kuambia kwamba wewe nimetoka kukaa hapa. Yaani ananiambia kwamba kwa nini nataka kwenda nyumbani, na huko nyumbani kana kwamba kulikuwa kunanitesa. Hata nikaleta mtu, kwa nini unataka kungangana kwenda biashara na ile biashara ambayo imekutesa inafanya madeni imekuwa mingi na nisipo ibada. Tukimbilie kwa Yesu upate msaada. Haleluya. Haleluya. Kwa nini unataka kungangana na mambo mengine huko nje na yamekutesa miaka hii yote? Kwa nini unataka kungangana kwenda biashara na ile biashara ambayo imekutesa bado unasemanga madeni mengi? Na wanapomtazama mtanielewa, tunasema kwa hiyo tena na ile mjaribu, lakini moja jaribu na nisipo ibada kitapata kuonyesha hapa sana. Kwa hivyo utapinga na net yangu ama network yangu, hautapata breakthrough. Unapata umeenda kwa malon zaidi yote ambayo iko hapa. At the end of the day, hakuna hata moja unaweza lipa. Kwa hiyo tena ile mjaribu, lakini moja jaribu na nisipo ibada ambayo inakuja kwa uchungu.
Lakini sisi ambaye nakwambia ni unaweza fanya ukafaulu. Ni wewe kwanza kufanya kazi ya Mungu. Kwanza kufanya bidii kwa kazi ya Mungu. Haleluya. Kwanza kufanya kumeka step ahead kwa kazi ya Bwana. Ila hiyo ambayo unaiona kwa hiyo boma mpendwa, inaweza ondoka tu wakati ambapo unaamua nataka kumtafuta huyu Mungu. Sitaki kutafuta watu kina Gabrieli. Nataka tu Mungu mwenyewe aninenee ya kwamba maisha yangu je, hivi ndio aliniumbia. Kazi ya Bwana. Huwa najiuliza wakati mwingine. Hiyo ambayo unaiona kwa hiyo boma mpendwa, inaweza ondoka tu wakati ambapo unaamua nataka kumtafuta huyu Mungu. Sitaki kutafuta watu kina Gabrieli. Nataka tu Mungu mwenyewe aninenee. Wakati nakuwa Nehemia, hii kwenda dini yake karibu. Akamwambia Nehemia, nyamaza. Lakini wanajiuliza kwa kueleza. Sema shetani ashinde. Sema shetani ashinde. Sema ndio bali. Hello. Hello. Sema shetani ashinde. Nehemia alipopashwa habari hiyo, alilia, akaomboleza, lakini hakukufa moyo. Aliinuka tena, aliinuka katika nafasi yake na kuanza kutafuta uso wa Mungu. Alipokuwa anatafuta uso wa Mungu, najua kwamba kuna wale ambao walikuwa wanamchekelea, wakasema tutaona kama ataweza. Kuna wale ambao walikuwa mmeitwa wanakuja na ripoti ya negative, na utamaliza kweli. Kuna wale ambao wanakuona ukiwa katika hiyo ndoa, mama yangu Morini, wanasema na penye umeomba na hata hii mambo yako bado iko tu hapa, utafaulu lini? Kuna wale ambao wanakuchekelea mama yangu wa Esther, na kwamba ulikuwa unaomba, angalia umebaki mtoto mjane, bado Mungu wako anataka vitu rivers. Jitie moyo, kwa kwamba Mungu anataka usimame peke yako. Haleluya. Sema siku ya leo. Sema siku ya leo nachagua kusimama peke yangu. Maana najua niko na Mungu. Aliye ndani mwangu. Aliye ndani mwangu ni mkuu zaidi kushinda aliyoko nje. Haleluya. Na Biblia inasema kwamba ninayaweza mambo yote kupitia Mungu anitiaye nguvu. Peke yangu bana, ninaweza mambo yote kupitia wale ambao wako nje wananitia nguvu. Aliye ndani mwangu ni mkuu zaidi kushinda aliyoko nje. Haleluya. Complain pastor. Members will complain kupitia Mungu anitiaye nguvu. Haleluya. Sisi pastor anachagua penye anaenda kunywa chai nzuri, sio hivyo. Wakati unakuwa close to the man of God. Na sisemi tu kwamba kwa pesa, na hata hivyo kama ni pesa iko okay. Haleluya. Wakati anytime ukikaa, at least unaweza chukua pata fresh pasta. Unaweza chukua na pasta. Enjoy. Already shall connect your heart to me. Hallelujah. Pengine nitatembea kumkana Mungu. Kumbuka dada wetu Morini. Kumbuka mama yangu Juni. Kumbuka mama yetu Esther. Kumbuka popote alipo. Kwa sababu si lazima umetuma pesa, lakini anytime hata kusikia. Atakukumbuka connect your heart to me. Hallelujah. Pengine nitatembea kumkana Nehemia alipoanza kuomba. Kumbuka mama yangu Juni. Hakuanza kuomba Mungu ya kumnyanyika na kulala. Kumbuka popote alipo. Bwana Mungu karuhusu hii tendeke. Bwana Mungu karuhusu ukute ikaanguka. Hiyo ndio prayers ambao washirika wanaombanga. Baba Bwana karuhusu nimechapwa. Baba Bwana karuhusu yule jirani ambaye anipendi amejenga nyumba na mimi bado sijajenga. Mungu Bwana karuhusu yule amenunua gari, yule mama amenunua nguo nzuri, anitembea mbele yangu, ana swing, anakatiwa. Shetani ashindwe, shetani ashindwe. Mungu anajaribu imani yako. Haleluya. Wewe kitu kama mambo ya reverse. Yule amenunua gari, yule mama amenunua. Hii mambo ya reverse niulize. Ni nani anafaa aombe mambo ya reverse? Tuna reverse. Shetani ashindwe, shetani ashindwe. Mungu anajaribu imani yako.
Lakini kwa kwamba siku nyingine unapoomba ombio, jiulize. Kwa nini naomba ombio? Haleluya. Na kwamba leo ni siku yako, lakini kesho ni siku yangu. Kwa hivyo kwani maringo ni ya nini? Aliyekuinua aweza kuninua, basi maringo ya nini? Lakini kesho ni siku yangu. Kwa hivyo kwani maringo ni aliyekuinua mpendwa. Unapojikuta umeinuliwa, endelea kunyenyekea. Endelea aweza kuninua, basi maringo ya nini? Aliyekuinua mpendwa. Na ukiona kwamba umeinuliwa, endelea kunyenyekea. Endelea kumwambia kwamba maombi yalifanya. Lakini jitazamie wewe mwenyewe kwanza. Basi maringo ya nini? Nehemia hakukabiliana na maadui. Akasema kwamba leo hii Baba nakataa, nakemea yale mambo yao hapo mjini na mambo ya wale ambao ni maadui wameangusha. Aliangalia jinsi ya kupata suluhu. Haleluya. Mpendwa, siku ya leo angalia vile ambavyo utapata suluhisho. Haleluya. Tazama vile ambavyo utapata suluhisho bali kwenye kudadisi. Bwana asifiwe. Kupata kunangana na maslahi. Wacha kunangana na maslahi. Haleluya. Kwa siku ya leo angalia vile ambavyo niliambiwa alikuwa sharani kiwa salimu. Mimi nimefundishwa salimu na kwamba ni malaria tu. Ninajibiwa nirudi nyumbani. Lakini naambiwa kwamba oh mama, haurudi nyumbani. Maana tukiruhusu uende nyumbani, after 3 days unarudi kwa mochari. Nikasema ripoti mbaya hii ni gani? Nilikuwa nafanya hizo kutembea. Baba anatembea ripoti mbaya. Natembea daktari wa usheni. Nikataka mtu mkalama. Na mkataa. Lakini nilipopata haya habari, nilibaki kwa polisi. Nilipoambiwa ya ripoti, nikasikia sauti ikiniambia, tazama bingu linakubaka mwanangu. Nikasikia malaika wakiniambia, tembea na huyu Yesu, umetembea naye miaka mingi, tena tembea na yeye, utaingia kwa jeta na unatoka kwa salama. Haleluya.
kidogo. Anainuka aje kitafanya maisha. Kuna shida nataka tudunga hapo tuandishe mwili wako kidogo asema okay. Niambie process yako haraka maana mimi naona nimechelewa hata kukula. Mimi napenda chakula. Omuni akasema lazima kula. Haleluya. Anainuka aje kitafanya maisha. Nilikuwa nataka kumbali yani anasema hii ni chuma hii. Haleluya. Sio kama na vile mwingine tofauti. Ninataka umbali. Mimi napenda kutembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Yesu. Kutembea na mami. Mimi napenda kutembea na ngai. Mimi napenda kutembea na Yesu. Mimi napenda kutembea na Yesu. Mimi napenda Yesu ni wangu ni wa uzima wangu yeye. 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 Wa uzima wangu yeye wa uzima wewe wa uzima wewe wa uzima wewe wa uzima wewe wa alibeba silaha ndio, lakini hata kama kulikuwa na bunduki hakuna adui mwenye alipigwa. Haleluya. Pia kwamba alikuwa muoga, lakini Mungu alijua kwamba kuna kazi yangu inaendelea. Maadui kaeni mbali. You're wasting a lot of time unapokuwa na maadui. Hallelujah. I say, what to encourage somebody this morning. Hallelujah. Wacha kuconcentrate na kile shetani anafanya. Concentrate na vile bingu linasoma juu yake. Concentrate na ile kazi ambayo Bwana amekupatia. Hallelujah. Mimi kuna watu wanaouliza ordina nesi. Kama ezendi na nikulu. Edina edina. Hey. Kuna watu kama wananiuliza ordina nesi. Kwa sababu wanaona vile Mungu ananipeleka. Haleluya. Ila sio tunaanza. Nikifika mahali mngana ananiuliza ordina nesi. Na nikulu. Haleluya. Umefika hapa ni kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Kwa mahali wa Yesu alifikia hapo. Sio waniuliza. Kwa sababu na imani yetu tunapoweka kwa pamoja, tunataka kuingisha ile vitu ambavyo vinasumbua. Mimi nitakuja kusaidia. After this, maybe nitadisappear, ujui nitaenda wapi. Maana nimejipeana kwa kazi ya Mungu. Haleluya. Endelea testimony. Haleluya. Ninaenda huko tu juzi tukiwa tu mgeni. But juzi kuna I think after kwenda katika Samaritan Radio na Samaritan Radio walitafuta modali nitafuta tu. Haleluya. And then kimtendo kwa tafadhali kuja tu ushuhuda wako tu kuja tuambie kwa uimbaji. And then okay, neema Mungu amepeana nitakuja pale. Haleluya. Kupitia radio sikujua kwamba it was another step ahead. Haleluya. Wakati naongea mimi sijui nani anasikia, nani anafuatilia. When was the name Sunday?
On Tuesday this week ambapo tunamalizia, kuna mmoja akakuja kunitembelea maana ambapo nashindana, akaniambia mama, nataka nikupashe hii habari, najua you are very busy, lakini kuna hili jambo nimebidi nikuje nikwambie kama okay niseme. Maana anafuatilia. Sasa unajua kama waimbaji tunaangalia, tunafuatilia. Kama tunafuatiliana. Sasa niwaambie mtandao wa isahau. Kuna mmoja akakuja kunitembelea kwa mtandao. Anatasifiwe. Wasana mko hapa, haleluya. Ndio unaenda kuandika hata kwa ile skripti ya kideni. Hello. Wakati ambapo mambo imeenda hivyo, wakaniambia sasa tunaona kama wewe unaongoza huwa na kitu wewe kwa ile deni ya Biblia. Sana. Mambo imbaji kutoka za tofauti. Sasa wamekuja pamoja tena mshatengeneza the direction, kasema haya. Na imetokezea wapi? Mimi baba ngani baba? Baba kusubahi vile umesubahi, nikasema na sasa kunaendaje? It's like mimi nawauliza lakini wanatarajia jibu wangu. Wacha nikwambie, the way utajiakilisha. Kuna watu ambao wanataka kusikia kwako. Na utajiakilisha vibaya. Kuna matatizo iko tu hapa nyuma. Itakuwa mara moja tu. Ni mimi alijiakilisha. Hakukuwa na jambo lingine mfalme angefanya ila ruhusa ya kwamba endelea na kazi ambayo umekuja kufanya. Nataka niombe kibali siku ya leo. Kuna vile ambavyo kazi imefika mahali imekwama. Na ikitaka kuacha na madeni. That's a spirit of roho ya uchochole ama roho ya maskini inaanzanga katika kufuruta polepole kwa baraka zake. Siri ni kwamba sisemi kwa sababu mimi ni pesa, lakini siri ni kwamba unabasha fungu la 10. Yes, inalinda kazi yako. Haleluya. Leo amesema kwamba lazima tufanye kazi ambayo iko mbele yetu. Amen. Kusoma miola lakini nataka kama haikuwa sikue mtu asema haleluya. Fanya mafurose ya kwamba jua ni kinapopeana nina kwa sababu ya utukufu wa Bwana na hakopeshwi anaenda kunisaidia. Haleluya. Tusimame miguu zetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ni mwita pastor wetu Pastor Wasike aongoze katika maombezi. Ni kwamba hata kitabiri nini na ipokee roho Mungu atasaidia. Kwa hiyo unapochukulia hapo katika jina la Yesu Kristo. Ndio mitambo karibu injiza nini. Bwana asifiwe. Asifiwe tena Yesu. Kianza kufundisha nisoma discipline. Amen. So kuna vile unafaa ujiweke. Ndivyo Mungu pia afanye. Sisi kama watumishi wa Mungu tunafanya ile ingine imebaki Mungu ni wewe ufanye.